Shield and buckler. ngao yetu. And shield and buckler meaning the front protection, back protection. Ngao yetu inamaanisha kutulinda mbele na nyuma. So as you go and come, he's protecting you. Unapoenda na kurudi anakulinda. And the word also says that he protects you from the evil one. Na Biblia inasema kwamba anatulinda kutoka kwa yule mwovu. So as I continue to remember who God was through his word, napokumbuka kile Mungu alicho ndani ya neno lake, and partnered that with prayer, na tunaweka hiyo pamoja na maombi, God gave me strategy through hearing the voice of God. Mungu akanipa mbinu kwa kusikia neno la sauti ya Mungu. Amen. Yes. And then one of the ways he protected me is I heard the Lord early in the morning. Njia moja aliyonilinda nilimsikia Mungu asubuhi alfajiri. And he reminded me to lock my doors because there was someone outside trying to get in. Na akanikumbusha nikafunga mlango wangu maana kulikuwa na mtu nje alikuwa anataka kuingia ndani. So that was an example of God being my protector. Huo ni mfano wa Mungu kuwa mlinzi wangu. But he also moved in other areas of my life and my job. Na hata akaingia katika sehemu zingine za maisha yangu kazini. And protected my job by giving me the prayer strategy. Na akanilinda kazi yangu kwa kunipa mbinu. And reminding me na akanikumbusha that because I'm a child of God, kwa sababu mimi ni mwana wa Mungu, that I can claim territory for the kingdom. Kwamba naweza nikachukua maeneo kwa ajili ya kifalme. And I would pray over my workspace. Na hata kuombea katika kazi yangu. And God showed me who to watch out for and who to have favor with. Mungu akaniambia uangalie nani uwe na kibali naye. And through scripture and prayer, kupitia kwenye maandiko na maombi, I was able to push back the darkness at work. Nikaondoa giza kilichokuwa kazini. Yeah. So all in all, just a reminder that God is your protector. Yote kwa yote nakukumbusha kwamba Mungu ni mlinzi wenu. And in Psalm 91, he says you hide under the shelter of his wings. Na katika Zaburi 91 anasema kwamba ametoka chini ya mabawa zake. Thank you. Asante. And so, as she recapped her testimony, anapotueleza hadithi hiyo, you should remember God is. Unafaa kukumbuka Mungu ni mlinzi. She's learned scripture and she used scripture to support the truth. Amejifunza maandiko na anatumia maandiko kulinda kushikilia ule ukweli. Because if you're talking to your friend, they may trust you. Na unapozungumza na rafiki yako anaweza kuamini. To a stranger, na kama unazungumza na mtu usiyemfahamu, the word of God is the power. Neno la Mungu ndilo nguvu. But if he's the protector for Natalia, na kama Mungu ni mlinzi wa Natalia, he can be the protector for you. Pia anaweza kuwa mlinzi kwako. But if you listened real carefully, na ukimsikiza vizuri, Elizabeth, how was she protected? We said, oh, God is my protector. Mungu amemlinda. Tunaposema Mungu ni mlinzi wangu. Njoo. Praise God, church. Bwana sifiwe kanisa. Praise God again. Bwana sifiwe tena. God is my protector from the time we started our ministry yesterday. Mungu ni mlinzi wangu tangia tulipoanza huduma jana. We went door to doors. Tukaenda nyumba kwa nyumba. We traveled. Tukasafiri. God protected us on our way back. Mungu akatulinda tulipokuwa tunarejea. Even the season of that, God protected us. Hata wakati huo wote Mungu akatulinda. All right, so she is now testifying that she heard the truth and she's speaking it. So now you say to yourself, anashuhudia kile alicho. God is my protector. God is my protector. Mungu ni mlinzi wangu. This changes your mind. Inabadilisha mawazo yako. To believe the truth. Kuamini ukweli. But within that story, lakini katika hadithi hiyo, she went a little deeper if you were a good listener. Aliingia ndani kidogo kama ulikuwa msikizaji mzuri. The way that God protected her, jinsi Mungu alivyomlinda yeye, was several ways. One, she was praying. Kwa njia kadhaa. Mmoja alikuwa anaomba. And he gave her ideas. Mungu akampa mbinu of who to be friends with and who not to be friends. Awe marafiki na nani na asiwe rafiki na nani. Those are called strategies. Hizo ndizo mbinu ambazo Mungu anakuwa amekupatia. When we go, or when I go out to a village, I ask the Lord to protect me.
napoenda kule kijijini huwa and he ananiambia will do kwa his part. na afanye kazi yake, But many times he protects me by Lakini- speaking to me. lakini mara nyingi ananilinda kwa kuzungumza nami. So yesterday morning we had a plan. Jana We asubuhi were going to go to Ogilgay, tukao tunasema tunaelekea and we mambo were going to gani baptize. na tutaenda But when kufanya. I woke up, I didn't feel like I wanted to baptize. Nilipoamka sikusikia kama naenda kubatiza watu huko, I thought I was tired. nikafikiria nimechoka. But then I asked the Lord, why don't I want to baptize? Nikauliza Bwana, kwa nini mimi sitaki kubatiza? And he gave me a different strategy. Na akanipa mbinu tofauti, And I found out later na nikagundua baadaye that when the team and Pastor David the Reverend David got there, wakati David alipofika and they were pale going to set up the stage and do the crusade and set up the pool, na walipoandaa pale na wakaandaa kile kibeseni, someone's already there. watu wengine walikuwa pale tayari. So God was protecting us from wasting our time, Mungu alikuwa anatulinda kutoka kupoteza wakati wetu, from having a conflict with another group. ili kuzuia kutokuwa na yaani So ule my mkutano wa point is, wengine. he protects us Wakati Mungu anatulinda, when we believe it. wakati tunapoamini, But he also protects us by speaking to us na pia anatulinda kwa and kuzungumza guiding nasi. us. So when we're walking along the road, Kwa hivyo tunapotembea barabarani, he tuelekeza, says, stop. anasema simama, Don't say that. usiseme hiyo. This is not a good friend for you. Usi rafiki mwema kwako. That's how he protects you. Hivyo ndivyo Mungu anavyokulinda. And if we're children and we don't obey, Na kama sisi ni watoto na or if hafi, your teacher or leader give you a plan or an assignment kile ambacho mwalimu and you don't do it, na ufanyi, God is still your protector. Mungu anakuwa ni mlinzi wako. But you've stepped out of the plan. Lakini umetoka nje ya mpango. Well, let's see if we can learn something from one of y'all's favorite, my favorite, which is Minister Jim. So don't clap, because we're focusing. Come on up. Wacha tujifunze kitu kimoja kutoka kwa ndugu Jim ambaye ni tunampenda sana anapokuja. Hello. Good morning. Good morning. My God, our God, Mungu wangu na Mungu wetu is faithful. ni mwaminifu sana. Amen. He's faithful first to himself Ni mwaminifu kwake mwenyewe Right and there. to his word. na kwa neno lake. If I don't have anything else, Na kama sina jambo lingine lolote, I have this. nina hii Biblia. I've felt near the point of death before, Nimewahi kufika katika kiwango cha kufa kabla kwa awali, but God provided me his word. lakini Mungu akanipa neno lake. And he pointed me to scripture that lifted me up out of that place. Na akanionyesha maandiko yaliyoninua kutoka kwa hadi hiyo. I know God is faithful. Najua Mungu ni mwaminifu jamani. So I'm learning, traveling with Sally and with Natalia and Zadok and other friends, Najifunza kutoka kwa Natali, Zadok na Sali na marafiki wengine of their faith na kutoka na imani yao in God's faithfulness. katika uaminifu wa Mungu. They just have to believe in God. Wanahitaji tu kuamini Mungu. I just have to believe in God. Mimi nafaa nimwamini tu Mungu. And this is how I learned to believe in God, Na hivi ndivyo nilivyojifunza kuamini ndani ya Mungu and I actually believe in God. na ninaamini Mungu. So I wanted to say that first because I'm so blessed to get to go out to the streets with you guys, Ninataka kusema kwa sababu nimebarikiwa kwenda kule vijijini na nyinyi ndugu zangu. to evangelize Kuleta uinjilisti the communities, kwa jamii, to take the kingdom of God with us. kupeleka ufalme wa Mungu pamoja nasi. And we do that wherever we go because He's in us. Tunafanya hivyo popote tunapoenda, maana yuko ndani yetu. I have my faith has been strengthened Imani yangu imetiwa nguvu by trusting God kwa kumwamini Mungu and believing His word. na kuamini katika neno lake, And it's never been tested more na ijawahi kujaribiwa zaidi than going in front of somebody that I don't know, zaidi ya kwenda mbele ya mtu nisiyemfahamu and I can't even speak their language. na siwezi kuzungumza za lugha yao, But God lakini Mungu is faithful. ni mwaminifu jamani.
I've learned even back home in my own church, Nimejifunza hata kule nyumbani kwenye kanisa langu, I can be full of words. naweza kuwa nimejaa maneno. Sometimes too many words. Labda maneno mengine mengi. Too many because I leave God's word and start speaking my own. Mengi kwa sababu wakati mwingine naacha neno la Mungu naanza kuzungumza maneno yangu. Or I worry about, well, how is God going to do this? Labda wakati mwingine najisumbua Mungu atafanyaje hii? Or how is God going to do that? Au Mungu atafanyaje lile? And I need to help him. Na nahitaji kumsaidia. Right here. Hapa ndani ya neno. So I want to give you some examples. Nataka kuwapa mifano. And you can either listen to me read, or I'm going to go to like 4 or 5 different scriptures. Unaweza ukanisikiza nikisoma, naenda kwa maandiko kama 5 hivi. And just to kind of prove what I'm saying, to back up what I'm saying about when I knock on doors, or when I go out with you guys, or even at home, if I'm praying for somebody, what I have to remember. Ili kutia nguvu kile ambacho unachosema, maana ninapoomba na mtu kule nyumbani, kile ambacho unahitaji kukumbuka, so I don't interfere with what God wants to do. ili kwamba nisihitilafiane na kile ambacho Mungu anataka kufanya. He wants his children healed, anataka watoto wake wakapone, and saved, waokoke, and delivered, wakombolewe, and provided for. na wakatwaliwe. Amen. So Matthew 10. So I'm going to read scriptures that is just Jesus giving us his simple commands. Nitakuwa nasoma maandiko ambao Mungu anatupa amri zake zile rahisi. And that's all we have to do. Na hicho ndicho tunahitaji kufanya. There's more we can do. Kuna mengi zaidi tunaweza tukafanya. But if I'm going to depend upon him, these are the words that I have to have in my heart. Lakini kama nitamtegemea, haya ndio maneno yanahitaji kuwa moyoni na kiakilini, so they can come out of my mouth. ili atoke kinywani. So Matthew 10:1. Mathayo 11. Let me interrupt for a minute. Please. All of you were given a Bible. You Yote all mlikuwa needed Biblia. to bring it. Okay, don't go get it. Just bring it next time. Msiende kuileta, lakini We learn by 2 ways, really 3, and maybe 5. But these 2, I will say. We learn by hearing. Tunajifunza kwa And this kusikia. will go right into your ears, Na ile into ndio your kwa masikio spirit. yako, kwa roho nafsi yako. That's one way, and that you get that much. Hiyo ndio njia moja ya kupata Then you wingi. learn by seeing. Na unajifunza kwa kuangalia. And some of you learn almost exclusively by seeing. Na wengine wenu mnasoma haswa kwa kuona. So when you hear it and you see it, Unapolisikia na kuliona, it sticks twice as much. inajishika kwako kama mara mbili. Then if you really want it to stick, then you do something. Na ukitaka ikwame kabisa, unafanya kitu. You speak it, Unaisema or you go out and you demonstrate it. au unaenda unaifanyisha kazi. So you have to listen extra careful now. Kwa hivyo lazima usikize zaidi Hallelujah. sasa. Here's, here's another way. Huyu ndio kuna njia nyingine hapa. You heard it, Unaisikiza, you read it, unaisoma, and now you wrote it. na sasa unaandika. I promise you, tomorrow he will know. Na kwa hiyo What he kesho said. atajua kile ambacho alisema. Most of you may forget it. Wengine wenu unaweza mkasahau. So, listen, Sikiza, see it, angalia, write it, andika, maybe go back tonight or tomorrow, this evening, and do it again. rejelea jioni ya leo na kufanya tena. It's like mathematics. Si ni kama mahesabu. So, I'll add a little bit to what she said, because in my Bible, I take my Bible to church with me all the time. Mimi huenda na Biblia yangu kanisani kila wakati nayo. And when the pastor is preaching, Na wakati mchungaji anahubiri, there's a word or a phrase or a sentence kuna neno ama kipengele pale ama mstari that I want to stand out when I open the page. ambao unataka nikausikize, kwa hivyo unafungua maandiko. And that's exactly how I found this last scripture, Na hivyo ndivyo nilipopata maandiko haya ya mwisho. this first scripture. Ile andiko hili ambalo niko nalo na Mungu ya kwanza. I underlined in Matthew 10:1 Na nikaiweka pale mstari katika Mathayo 11 the words, He gave them power. na maneno yanayosema na akawapa nguvu. He gave them power over unclean spirits, Na akawapa nguvu juu ya mapepo wachafu, to cast them out, kuwafukuza, to
to heal all kinds of sickness and disease. Kuponya magonjwa na maradhi yote. He gave his disciples that power. Aliwapa wanafunzi wake nguvu hizo. First, Kwanza, Jesus said his Father had given him all authority in heaven and earth. Yesu akasema baba yake alimpa nguvu juu ya mbingu na dunia. All authority. Mamlaka yote. And many times he says to us, use that authority in my name. Na mara nyingi anatuambia kwetu kwamba tumia mamlaka hayo katika jina langu. He's pretty much given us all authority. Na ametupa mamlaka yote. This is where we find that authority. Na hapa ndipo tunalipata mamlaka hayo. The next scripture is Matthew 18:18. Andiko la pili ni Mathayo 18:18. All my markers fell out. So. I got it. To me, a very valuable scripture, and it's such a big picture. Hili andiko lina dhamana sana na taswira kubwa sana. Not only is he telling us what to do, Na sio anatuambia tu cha kufanya, but why. lakini kwa nini? Assuredly, I say to you, whatever you bind on earth Kwa hakika ninawaambia chochote mfungacho duniani will be bound in heaven. kimefungwa mbinguni. I typically think those are the negative things, the evil things. I want to stop them in their tracks. Kwa kawaida nafikiria haya ni mambo ya mabaya ambayo unahitaji kuyasimamisha katika yanapokuja. And then he goes on to say, Na anazidi kusema, and whatever you loose on earth na chochote utakachofungua duniani will be loosed in heaven. kitafunguliwa mbinguni. I want to bind up pain when I'm praying for somebody that has pain. Nataka kufunga uchungu huo unapoombea mtu mwenye uchungu. I want to loose healing. I want to release healing in their body. Na kuachilia uponyaji ndani ya mwili wake. That's an example of what that can mean. Huo ndio mfano wa kile ambacho inaweza kuwa inamaanisha. The next scripture is back to Matthew 10, Andiko la pili ni Mathayo 10, verse 7. 7. And this is what he told the first time he sent his disciples out. Hii ndio jambo la kwanza alilolifanya mara ya kwanza alipotuma wanafunzi wake nje. He was sending them out in front of him. Before he went to that city, he wanted his disciples to go and say, the kingdom of God is at hand. Alikuwa anawatuma kabla aende katika mji fulani, alikuwa anawatuma waende kwanza wakaseme ufalme wa Mungu unakuja. And to heal the sick, Na kuwaponya wagonjwa, cleanse the lepers, waponye wenye to ukoma, raise the dead, wafufue wafu, to cast out demons. na kufukuza mapepo. And then he said, freely you have received, Na anasema kwa bure mmepokea, freely give. na bure wapeeni. That's very powerful. Na Very powerful to me because of that last sentence. hiyo ndio ya nguvu sana kwangu kwa sababu kwenye mstari huo wa mwisho, Something I have to remember, there's a transaction happening jambo ninalokumbuka kwamba kuna mambo yanayofanyika hapo. when I'm praying for somebody. There's a transaction happening between me Ninapomwombea mtu kuna uhusiano unaofanyika hapo kati yangu and that person, na mtu huyo, and me and God, mimi na Mungu, and God and this person. na Mungu na mtu huyu, Because I have been given that authority. kwa sababu nimepewa mamlaka hayo. Mark 16:15, just real quick. I'm going to top this and read more. Marko 16:13. Skip that one. Yeah. Actually, it was just one sentence. And they will recover. So stop right there. All right. So Jim's a teacher. And so Jim could teach you Jim anaweza akakufunza so that next time you go out, kwa wakati mwingine unapoenda nje, you won't be so shy. You hautakuwa won't be so fearful. na uoga. So let's review and see how they did.
Wacha tuangalie vile ambavyo walifanya. What was the one character of God that Jim based all his teaching on? It's one word. Do you remember his first word? Ni tabia gani ya Mungu ambayo Jim ameweka mafunzo yake leo? Ni moja tunakumbuka ya kwanza. I could probably look on someone's paper. Naweza angalia katika daftari la mtu hapo. All of this came back to one word. Na hiyo inakuja katika neno moja. This had nothing to do with about going to the streets. Hiyo sio kuhusu kwenda kule mitaani. This was, he said, his God was faithful. Ili kusema kwamba Mungu ni mwaminifu. If he's been faithful to Jim with the word, Kama amekuwa mwaminifu kwa hiyo he'll be na neno, faithful to you for your healing, your atakuwa mwaminifu provision, kwa uponyaji wako, for your school, kwa shule yako, for your future. kwa You hatima could yako. have just been thinking about your faithful God and gone out into the sky. Kama umekuwa ukifikiria kuhusu Mungu And his testimony would have been powerful. ushuhuda wako utakuwa wenye nguvu. So did you hear him say that God was faithful? Umesikia Mungu akisema Mungu ni mwaminifu? Did you take a moment in your listening to try to, how do you need God to be faithful? Ulichukua wakati kidogo kufikiria kwamba unahitaji Mungu awe mwaminifu kwa njia gani? Because if Jim met someone on the road and they had a problem, Kama Jim alikutana mtu barabara alikuwa na tatizo, he could use the example of him being faithful. anaweza tumia mfano And wa he could Mungu use kuwa mwaminifu. the testimony of anything. He was faithful to restore him and his son. He was faithful to call him into ministry even though he's a little bit older. He was faithful when he was on the street yesterday. Alikuwa mwaminifu kumuita hata akiwa katika uzee Pastor training you to go na on the street. He began to tell how he was faithful to go to the street. aliwaambia jinsi Mungu alivyokuwa But the mwaminifu. point of it is he's faithful. Mungu ni mwaminifu. And then you can drop deeper into what he was teaching. Na unaweza kuingia kilindini kwa kila ambacho Now he's anajifunza. proving his point. Sasa anadhihirisha He's proving his point with the word. sasa anadhihirisha mfunzo lake If kupitia I neno. let him speak longer, I know what he would do. He would tell you a great testimony about how God proved his point with you laying hands on the guy, and regardless of the outcome, God was faithful. Najua atawafunza jinsi alivyowekelea mtu mkono na hata baada And Jim was ya faithful. kuwa mwaminifu. Na Mungu naye akawa mwaminifu. So God is faithful, Kwa hivyo Mungu ni mwaminifu. and when you're faithful to the word, Na wewe kama ni mwaminifu kwa neno, God protects you. Mungu akakulinda. But when you know the word, you hear the voice of God, you obey the word, then you receive the promise. Unapolisikia You neno, only receive the promise mwisho unapokea ahadi. if it comes through the lens Na unapokea ahadi of God's plan, His word, and so forth. ambapo inapoingia katika ahadi na mpango wa Mungu. I'm trying to finish the wrap on this, Nataka kumaliza. and I'll segue. So give Jan a blessing. Mpigie Jim Thank you, makofi. Lord. Thank you. Wow. Again, I just told Jim. Tena na nimemwambia Give Jim me a testimony right before he went to bed last night. na anipe ushuhuda kabla hajaenda kulala jana usiku. And so you don't need a long time because it's already inside. Hauhitaji muda mrefu maana iko ndani. All right. This is my son Zadok, Huyu ni mwanangu Zadok and he's going to give you a short testimony too. na pia atakuwa na wape ushuhuda. Let me remind them, you're listening for who God is in this testimony. Na nataka Y'all already know how great Zadok is, right? nyote mnamjua jinsi alivyo mkuu huyu, si ndio? But listen for what sometimes we don't even use the word God. Sikiza kile ambacho na wakati mwingine hatutumii jina la neno Mungu, But you know he's a man of God. lakini unajua ni mtumishi wa Mungu. So anything he has Kwa hivyo chochote alichonacho is because of God. ni kwa ajili ya Mungu. Hallelujah. Haleluya. Our God is good. Mungu wetu ni mwema. And this, our God, Na Mungu huyu wetu has been so good and He has done so much for me. amekuwa mwema na amefanya mengi kwangu jamani. He's a covenant keeping God. Ni Mungu mwenye agano.
in Jeremiah 29:11. Yeremia 29:11 inasema, For I know the plans I have for you, ninajua mipango nao kuwazia, declares the Lord, asema Bwana, plans to prosper you mipango mikubwa and not to harm you, ya ambayo si ya kukudhuru, plans to give you hope na kukupa tumaini and a future. na siku zako za usoni. When I encountered this word Na napokutana neno hili in my foolish ages, katika miaka yangu ya upumbavu, I thought God would drop these good plans on me. nilifikiria Mungu ataangusha tu mipango mizuri juu yangu. I thought they would just drop from heaven. Nikafikiri siku moja ataniangushia tu kutoka mbinguni. I didn't think God would prepare me towards these good plans. Sikujua kwamba Mungu alikuwa ananiandaa kwa ajili ya mipango mizuri. And the ground that God chose to prepare me towards my good plans and hope Na uwanja ule Mungu aliokuwa anatumia kuniandaa kwa ajili ya mambo yangu mazuri was CMD. ilikuwa CMD. For your information, for those who know and have forgotten, Kwa taarifa yako wale wanaojua na wale ambao wamesahau, let me remind you, acha niwakumbushe. and for those who don't know, Na wale ambao hawamjui, let me tell you acha niwaambie leo. that I am and I once was CMD. Mimi siku moja nilikuwa CMD hapa. That means I am the first pure product of CMD. Kwamba mimi ndiye wa kwanza katika wazaliwa wa CMD. When I'm talking about CMD, Napozungumzia CMD, I'm talking the CMD that Fresher lives. nazungumzia CMD ambao fresha. I'm talking the CMD that Sophie lives now. Nazungumzia CMD ambao Sophie anaishi humo. I'm talking the CMD that Gibbs lives now. Na CMD ambao Gift yuko huko. And in those days, for those who were there, Na kwa siku zile wale waliokuwepo, the word CMD matched the environment. na mambo jina CMD ilikuwa inafanana na hiyo For CMD. those who understand the length of CMD, Wale ambao wanaelewa umbali huo wa CMD. CMD matched the environment and the environment matched the name. Hiyo CMD ilikuwa inafanana na hiyo jina, na hiyo jina likafanana na hiyo. For us to eat chapati and rice, Wakati tulikuwa tunakula hiyo pancake na mchele, we had to do a little bit of fasting and pray ilikuwa inabidi tufunge na kuomba so jamani. that God can command heavens Kwamba Mungu akaamrishe to mbingu bring us chapati and rice. ilete mchele na chapati. But our assured food Lakini chakula chetu cha uhakika was ugali and githeri ilikuwa ugali na githeri. from January to February. Januari mpaka Januari. Ugali githeri cabbage. Ugali Githeri cabbage. Ugali githeri cabbage. If we ate chapati, it was by miracle. Kama tulikula chapati ilikuwa maajabu. Hallelujah. But God was preparing me. Lakini Mungu akawa anafanya In maandalizi. that environment, God taught me patience. Mungu akanifunza He kuvumilia, taught me endurance. akanifunza uvumilivu sana. And He taught me in a hard way, Na akanifunza kwa njia iliyokuwa ngumu, not a soft way. sio njia nyepesi. In my foolish age, Katika miaka yangu ya I upumbavu, thought that was a punishment to me. nikafikiria kwamba hiyo ilikuwa ni adhabu kwangu. Actually, we had a very powerful teacher and he was a prayer warrior. Tulikuwa na mwalimu wa kufunza habari, alikuwa ni wa maombi sana. 4 a.m. in the morning, Asubuhi saa 11 You wake up unaamka, willingly or unwillingly. ukitaka ama usitake. Either you know what you are praying for, you don't know. Kama unajua cha kuomba ama You have hujui, to wake up and come to church. ulikuwa unaamka uje kanisani, Prayer requests will be found. utajikuta hapo hujakuombea. Sometimes you don't know what you are praying for. Hata hujui unaombea nini, Sometimes you don't know why do you have to pray. hata hujui kwa nini unaomba. It was in the eyes of man, Ilikuwa kwa macho ya binadamu, it was a punishment. ilikuwa ni mateso jamani, But before God, lakini mbele za Mungu it was a preparation towards my good destiny. ilikuwa maandalizi kwa ajili ya siku zangu nzuri. Haleluya. So, I want to encourage you, especially CMD. Nataka kuwatia moyo hasa wenye CMD. The plans of God are not limited by environment. Mipango ya Mungu haiendani kulingana na hali uliyopo. Plans of God for you are not limited by the name CMD. Do you understand? Mipango ya Mungu haijazuiliwa na jina CMD. The plans of God are not limited. Mipango ya Mungu haizuiliwi, haina kiwango. Anything that you do, anything that Pastor Lucas tells you to do, Chochote ambacho mchungaji Lucas anakuambia ufanye, and anything that happens in this environment, na chochote kinachofanyika katika
mazingira haya. Receive it as you are being prepared towards your good destiny. Pokea unapoandaliwa kwa ajili ya hatima yako nzuri. Like I told you one day, Kama nilivyowaambia siku moja, this is your better place hapa ndipo mahali pako pazuri to take you to your best place. kukupeleka mahali pazuri zaidi. Hallelujah. Hallelujah. Mungu awabariki sana. Bless the Lord. The power of the testimony. Nguvu za ushuhuda. This is why we ask you to testify when we go out. Ndio sababu tunawauliza mkashauri ushuhuda tunapoenda kule nje. But the testimony is not just to encourage the lost. Ushuhuda sio wa kutia moyo wale waliopotea. It's to encourage one another. Ni kutia moyo sisi sote. It's to correct one another. Ni kurekebishana. If I could tell you some of my bad testimonies, Nikikwambia shuhuda zangu zile mbaya, I know you would be much smarter than I was. nafikiri utakuwa vizuri kidogo kushinda vile nilivyokuwa. I'm what they call a living testimony. Mimi ni ushuhuda unaoishi. Every day before I go to bed, Kila siku kabla sijaenda kulala, I have to testify in my mind. lazima nijishuhudie. What happened today? Nini kilichofanyika leo? What kind of God did I serve? Ninamtumikia Mungu wa aina gani? In order to remember your testimonies, Ili kukumbuka shuhuda wako, you have to tell yourself, you have to think on them, unapojiambia lazima ufikirie you have kuhusu, to recognize them. lazima utambue. I'm going to say all my good testimonies for this week Nitasema shuhuda zangu nzuri juma hili and just springboard off of Gems and Zodix. na wakina James pia. The testimony of revival for me Ushuhuda wa ufufuo kwangu started a long time Ilianza zamani. before the watch showed up. kabla, Almost everybody at our church, labda kila mtu kanisani kwetu they hadn't grown up in different revivals, walikuwa wamekuwa katika ufufuo tofauti, but I had. lakini mimi nilikuwa, So when the water showed up, lakini mimi nilikuwa sijakuwa. Lakini wakati maji yalipokuja, yes, the water was new, maji ilikuwa ni jambo jipya, but I had seen my God do those things. lakini nilikuwa nimeona Mungu wangu akifanya mambo hayo. Remember I said that many people had read books and just read it with their eyes, Kumbuka nilisema watu walikuwa wamesoma vitabu kwa macho yao, but they hadn't seen them. lakini walikuwa hawajaona. They heard preachers talk about happenings in Africa, Walisikia wachungaji wakisema kuhusu Afrika, kila ambacho kimefanyika, but they hadn't done them. lakini walikuwa hawajafanya. And over the course of time, Lakini katika wakati huo wote, I looked back and I had done them, na nikasikiza nikaona sijafanya hiyo, but not very much. sio I sana. had seen them when I traveled. Niliona wakati nilisafiri, I read a lot of books about them. nilikuwa nikasoma vitabu vingi kuhusu. So my faith was very high. Kwa hivyo imani yangu ilikuwa juu sana. And then I got get in the Word, Lakini ikaingia katika neno and it got higher. na ikapanda juu zaidi. Then when revival showed up, Wakati ufufuo ulipokuja, you didn't have to convince me. haukuhitaji I knew my God was a God of miracles. na nikajua Mungu wangu ni Mungu wa miujiza, And I knew why, na nikajua kwa nini, but I didn't share it with anyone. lakini sikushiriki na mtu yeyote. So as many have discovered faithfulness and the provider, Na nikajua Mungu ni mwaminifu na mtoalizi. I also knew the waters were just about the miracle water. Nikajua kuhusu maji na sio muujiza wa maji tu. My God is bigger than the water. Mungu wangu ni mkubwa kushinda maji. He's a God of miracles. Ni Mungu wa miujiza. Because I read it in the Word, Kwa sababu nimesoma I've heard testimonies, nikasikia shuhuda, I've seen it a little, nimeona, and God used me sometimes to even be there and do it. na Mungu akanitumia wakati mwingine kwa kuwa hapo na kufanya. But it wasn't until Haikuwa mpaka revival showed up ufufuo ulipokuja that I was reminded of something very important. nikakumbushwa jambo la muhimu sana. Everything is for the purpose of the kingdom of God. Kila kitu ni kwa kusudi la ufalme wa Mungu. God does what He does. He shows His faithfulness to us. Mungu anafanya kile anachofanya, anaonyesha uaminifu
uaminifu wake kwetu, so we can be that reflection, ili tuwe ule mfano, so others can walk in the faithfulness. ili wengine wakatembea katika uaminifu. God protects us because He loves us, and provides because He loves us, Mungu anatulinda kwa sababu anatupenda, so that Natalia can continue to press and gain ground in the kingdom of God ili kwamba Natalia kazidi na kupata in every area that she's been called. na katika hali zote ambazo Her ameitiwa, work, her family, kazi, familia and now the nations. na sasa mataifa. Let me close by this, Wacha nimalizie kwa kusema hivi, because I've been a teacher and I've done a lot of things in the church. kwa sababu nimekuwa mwalimu na nimefanya mambo mengi kanisani, But all during that is always has an evangelism to it. wakati huo wote nilikuwa katika hali ya uinjilisti. That means I have a heart to draw people to Jesus. Kwa inamaanisha nina moyo wa kuleta watu kwa Yesu. Without being in relationship with Jesus, Bila kuwa katika uhusiano na Yesu, and that means reading His Word, talking to Him, hiyo inamaanisha kusoma neno, obeying kusikiliza, Him, kumtii, worshiping Him, kuabudu, praying. kuomba. Do you know? That's all I do, those things. Unajua hiyo ndio Even when ninafanya. I'm shopping, I'm talking to someone or praying or singing. Hata napokuwa katika kutembea kule kuna naweza But kuwa without that in someone's life, naguza maisha ya mtu. they have no future. Doesn't matter what the Bible says. Haijalishi kile They have no future. hawana hatima, They have none of the other things that we could teach on. They don't feel His faithfulness. hawapati, hawasikii uaminifu They wake, don't have provision and they don't have protection. hawana maono, hawana ulinzi. Those are promises Hizo ni that are ahadi guaranteed to the child of God. ambazo zimeidiwa kwa watoto wa Mungu. And so the water to me, and I want you just as a small testimony of the water for those and also for you. Unajua maji kwangu, unataka kutumia sehemu ndogo tu ya maji kwenu na kwa ajili yangu. The water is a confirmation. It comes to confirm. Maji ni udhihirisho, It confirms what the word already says. ni udhihirisho wa kile ambacho neno And linasema. without a confirmation of the truth of the word, Bila udhihirisho wa hakika wa neno, as times grow darker, nyakati nyingine tunakuwa na giza, people don't believe your mouth. watu wanaweza kosa wakakuamini. People don't even believe the word of God. Watu hata waamini neno la They Mungu. don't even want to listen to our Hawataki testimony. kusikiliza ushuhuda wako. And they sure don't want to come to church. Na hata hawataki kuja kanisani. And a lot of them have really good music, so they definitely don't care about your worship Na much. wengine wanaweza kuimba vizuri na hawajali kuimba kwako. But if you go into the word, Lakini unapoenda katika neno, and from experience I've seen, na kupitia hali nimeona, we know something before the word, we know they're desperate. kuna watu tunajua kabla They're sick, they're broke, they're lonely, they're fearful. watu wana matatizo yote. So we know Tunajua the answer. jibu. But when we bring the water, Lakini tunapoleta maji and a miracle happens, na muujiza and a unafanyika life is changed, na maisha yanabadilishwa, many people say, watu wengi wanasema what about, I don't understand the water. sielewi maji Because your life wasn't the one changed. kwa sababu maisha yako I don't sio. understand why the water. Can't we just pray at the altar? Yes, pray at the altar. Najua kwa nini maji yalikuja, tuliweka tu madhabahu. But his body was healed. Sasa mtu akaponya. And in the word, and we'll look at it more this week, it says when they're healed, when a miracle happens, when signs and wonders show up in the sky, and bodies are touched. Tunapoangalia katika Biblia inasema kwamba watu wanapokuja Listen what it says. Sikiza kile nasema. They believed. Waliamini. They believed. Waliamini. If you don't know if God's a healer, and I say God's a healer, let him touch you in the water and your body gets healed, they believe. Wanaposema kwamba Mungu ni mponyaji na uamini, So the wanapokuja waters and signs, wonders, and miracles ishara na miujiza may not be necessary for some, si lazima kwa wengine, but they've not gone down to what's the field? Mazembe. They've not gone down to Mazembe. Hawajafika pale Mazembe. They've not gone up into the villages that I've seen. Hawajaingia huko vijijini mahali ambapo From nation nimeona to nation. mataifa kwa taifa.
and sing the desperate cry. na waone kilio cha wasio na tumaini. One more minute. Dakika nyingine moja. When I walked in to see the waters at our church, Nilipotembea nikaona maji pale I kanisani. was ready to go. I was excited. God was doing a great work. Nilifurahia nikaona Mungu anafanya kazi nzuri. But I had to stay there. I couldn't go. Lakini sikuenda, ilibidi I nikae. could not understand what God was doing. Sikuelewa kile ambacho Mungu alikuwa anafanya. I just prayed and was patient. Na nikaomba tu Then I got a little aggressive and anxious. na nikasikia nina tamaa. What are you saying? Nikasema nini wewe? And then I said, okay, maybe I'll never go to the nations again. Nikasema labda Maybe I'll just be a prayer warrior. Mm. And God grew me in that area too. Na Mungu akanitengeneza katika kiwango But every time I watched the water, lakini wakati wote every time, listen, this is what my point is. sikiza, hii ndio jambo langu. Remember I said we were giving testimonies? Wakati natoa This ushuhuda, is the point of my testimony. haya, hii ndio nataka kusikia Every vizuri. time I watched and I heard a testimony. Wakati wote Every time I watched and I heard a testimony. napotazama na kusikiza ushuhuda, I watched mostly believers at first naangalia waumini kwanza come and get their desperate cry to God. wanapotoa kilio chao cha kwa Mungu. My baby's 4 months old Mwanangu ana miezi and he minne has a cancer and they say he's gonna die. na sasa kuna saratani wanasema atakufa. I just cried and said, Nikalia nikasema, Lord, your people, they're so broken. Mungu, watu wako wamevunjika, Broken marriages, ndoa zilizovunjika, addictions, they start, they stop, they start, they madawa, stop. wanaanza, wanaacha, When wanaendelea. I heard their brokenness, I was broken. Kuvunjika kwao na mimi nikavunjika. Just like when I go to the street, Kama vile I get nakwenda, broken. kama vile navyoenda mitaani navunjika. But then you get to hear the testimony. Unasikia ushuhuda, And then you go, unasema wow. my God still heals. Unasema Mungu wangu kumbe anaponya. My God can restore anything, and it doesn't have to take 5 years. Mungu anaweza kurejesha chochote, sio lazima wewe He can uende. restore in one poop, Anaweza rejesha mara moja dip in the water. ndani ya maji. Haleluya. So now, Sasa my testimony ushuhuda wangu includes, I heard all their testimonies. inahusisha kusikia ushuhuda zao zote. And I reminded Na myself, nikajikumbusha, I know a lot of broken, najua watu poor, wanaovunjika wengi, maskini, sick wagonjwa. people all by myself. I don't have to come to the church. Si lazima nije kanisani, I can go right over there. naweza kuenda pale, I can go right there and have 225 kids come on Thursday naweza enda pale niwalete watoto 25 siku and tell them the good news. niwaambie habari njema. Many just need salvation. Wengine wanahitaji wokovu, Many just need a simple word of God to wanahitaji read tu over them. neno la Mungu dogo tu, And they just need to hear your testimony. wanahitaji And kusikia then ushuhuda, they get strong and they continue walking. wapate nguvu na wanazidi kutembea. The water is an opportunity Maji ni for God to nafasi show His testimony to His own work. ili Mungu udhihirisha When ushuhuda God wake. demonstrates Himself, Wakati Mungu it is anajitokeza a testimony ni ushuhuda to what a good God is. jinsi gani Mungu alivyo mwema. He shows up in the water, heals you. Why? Anajionyesha katika maji na Because He is kuponya a healer. kwa sababu yeye ni mponyaji. He's testifying through Ushuhuda wake your life. kupitia maisha yako. So our testimony in the water, out of the water, Ushuhuda ndani ya maji, nje ya put maji. up with the testimony. Unakuwa na ushuhuda huu. When you get a testimony, Unapopata ushuhuda, you say it till everyone knows it. unaisema na kila mmoja anaijua. Because He's trusted you fresh with a testimony. Kwa sababu Mungu amekuaminia na And if ushuhuda. you want a new testimony, Unataka kujua ushuhuda, you need to use the one you already have. unataka kupata ushuhuda, tumia ule ulionao kwanza. I'll be back here tomorrow, Nitakuwa hapa kesho and you should expect me na unafaa to unitarajie ask you for a testimony. kuuliza ushuhuda. Maybe simple as this. Na kwa urahisi tu hivyo, I've been feeling so sad, and I just went and sat at the altar and prayed. nimekuwa nikisikia huzuni sana. Glory to God, I feel so good. Lakini utukufu wa Mungu, wakati ambapo tumeomba, nimesikia vizuri. I was scared, Nilikuwa but I obeyed my leader. lakini nikatii kiongozi wangu. And when I knocked on the door, Na nilipopisha pale mlangoni, my mouth just was brave. na nikasikia tu nimekuwa mjasiri.
These are small testimonies. Hizi ni shuhuda ndogo ndogo. So close your eyes and then let me get Natalie and Jim up here and gather our stuff and bring it with you. Na anafunga macho alafu ningeomba wale waje pamoja nasi. I'm going to ask the Lord to stir inside of you Na ningeomba testimonies Mungu achangamue ndani yako so that you can have a small testimony. ili kwamba uwe na ushuhuda mdogo Wait right there, yeah. hapa tu. Father, thank you for your testimony, Baba, asante kwa for sababu your ya living testimony. kwa shuhuda zako zilizo hai. And Father, that's how you bless your people. You give them an opportunity to share who you are. Na Baba, hivyo ndivyo unapoliki watu wako unapowapa nafasi ya kushiriki ulicho wewe. You give them an opportunity to represent you. Unawapa nafasi ya kukuwakilisha. And when people look at them, Na watu wanapowatazama they are going to see you. watakuona wewe. Father, we give you permission. Baba, tunakupa Repeat after you me. na tunaomba urudie. Father, I give you permission Baba, I give tunakupa you nafasi permission to stretch me to stretch me. and show me my testimonies. Show me my testimonies. Amen. Amen. Well, you learn in a testimony, you learn more. Unapojifunza katika